Siku zote Mungu anapotamani kusema na jamii ya watu, anapotamani kusema na mtu, utumia chombo dhaifu, utumia mtu aliyezalaulika, utumia mtu aliyechukuliwa mtu wa kawaida, ili apime moyo wako wa unyenyekevu, ili apime moyo wako wa uaminifu, ili apime moyo wako wa usikivu. Mungu apangiwi. Mungu sio mtu wa kuweza kumjaji kwa angeweza kutumia fulani ningeweza kumsikiliza. Watanzania, nataka tuelewane neno moja. Usitake uchukulie hatua wazo la mtu unayemwamini. Usitake uchukulie hatua wazo la mtu unayempenda wewe. Kwa nini? Biblia inasema wakati Mungu anataka kuangamiza nchi aliyokuwa anakaa Lutu, baada ya kuzidi kwa maasi, baada ya kuzidi kwa mabaya, baada ya kuzidi kwa jeuri, baada ya kuzidi kwa madhambi, baada ya kuzidi kwa mauaji, baada ya kuzidi kwa uzinifu, baada ya kuzidi kwa dhambi za kila namna zilizokuwa chukizo mbele za Mungu, Mungu akamtumia Nuhu ambaye alikuwa amezalauliwa, alikuwa amefanyiwa kila namna ya jeuri. Akamwita Nuhu, tengeneza safina, maana ninaenda kuiharibu nchi. Nuhu akageuka kwa kutokuwa na moyo wa ubinafsi, akaanza kupiga kelele kama mtu aliyechanganyikiwa akili, akiwaambia watu, tubuni muiache dhambi, maana gharika inakuja. Lakini Biblia inasema akawa mtu kama achezaye machoni pao. Hawakuweza kumsikiliza wala hawakuweza kufuatana naye. Ndio maana maandiko yanazungumza, nasema wakati fulani hekima ya kibinadamu ni upuuzi mbele za Mungu, lakini hekima ya Mungu, lakini upumbavu wa Mungu una hekima kuliko hekima ya kibinadamu. Akaendelea kuwaambia watu ukweli, waache maasi na mabaya wanayoyafanya, maana Mungu anakaribia kuiangamiza taifa lao. Hawakumuelewa, hawakumsikiliza, hawakumuona kama mtu mwenye maana katikati yao. Lakini Mungu alipoendelea kuona ile hasira ya ile nchi, jinsi ambavyo yalikuwa yakiendelea yale maasi mabaya yenye kumkasirisha, maandiko yanasema Mungu akaendelea kumhamasisha Nuhu kuijenga safina. Akaita watoto wake waliokubali kufuatana naye kwenye ule upuuzi ambao wengine waliuona ni upuuzi. Wakaijenga safina. Baada ya kumaliza, Mungu akamwambia Nuhu, ingiza walio wema ndani ya safina. Akaingia watoto wake Shemu, Hamu pamoja na Yafeti na wake zake na wakwe zake. Lakini saa isiyodhani, baada ya kufunga mlango, ilinyesha mvua. Nisikilize mwanadamu, nisikilize Mtanzania. Mvua ilipoanza kunyesha, walichukulia mazoea, walichukulia ukawaida, kama walivyozoea, kama ilivyo desturi kawaida. Ikanyesha mvua kubwa, siku ya kwanza, siku ya pili, ikawa mwezi, ikawa siku 35 na kadhalika, ikaendelea. Watu, Biblia inasema, wakaanza kupiga kelele wakimwambia Nuhu, tunaomba utufungulie mlango. Yule waliyemuona ni mpuuzi saa ile. Nuhu, tunaomba. Akasema, sikufunga mimi mlango, aliyefunga ni Mungu. Wakalia, wakaomboleza, wakaogelea, wataalamu wa kuogelea wakashindwa, wakafanya cha kufanya, hawakuweza. Maandiko yanasema hata wataalamu mashujaa wa kuogelea wakaogelea, lakini wakagonga mwamba. Wakafanya cha kufanya, hawakuweza. Biblia inasema wakapanda na kwenye miti mirefu ikazama, wakapanda kwenye milima ikazama, wakafanya cha kufanya, hakikuwezekana. Saa ya mauti ilikuwa imefika. Saa
ya maangamizo ilikuwa imefika. Nisikilize Watanzania, amani tulionayo Mungu ametupa, si kwamba sisi ni wema kuliko wengine ambao hawana amani. Neema tuliopewa si kwamba tunastahili, bali Mungu ametupa kwa kusudi na kwa mpango kamili. Maana Mungu kwa sehemu alikuwa anajivunia taifa hili, kwamba ni taifa lenye watu ambao anaweza kuwapa agano, anaweza kutengeneza agano nao la kumcha yeye na kufanya kuwa makimbilio ya wengine kuja kuiga neema ya amani tulionayo. Lakini Mungu anapiga kelele na ninyi Watanzania, mugeuze njia zenu zilizo mbaya mpate kumrudia Mungu. Maana kama ilivyokuwa siku za Sodoma na Gomora, kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kwenye nchi ya Tanzania. Ndivyo itakavyokuwa kwenye hili taifa. Ndivyo itakavyokuwa kwenye ulimwengu wa sasa. Ndivyo itakavyokuwa kwa wanadamu wa ulimwengu. Biblia inasema halitasalia jiwe juu ya jiwe, hata salia mwanadamu hata mmoja kwa maasi walionayo wanadamu. Anapiga kelele, acha tabia yako hiyo mbaya. Acha mambo yako hayo mabaya. Usijivunie cheo ulicho nacho. Usijivunie uzima ulionao. Maana hata kule kwa wakati wa Nuhu walijivunia uzima walionao. Walijivunia amani walionayo. Wakati wa Rutu walijivunia uzima walionao. Walijivunia amani walionayo. Ndio maana wakadiriki kwa wanaume kwa wanaume. Wakadiriki kwa wanawake kwa wanawake. Wakadiriki kutokumsikiliza kabisa Rutu. Hata alipokuwa akiwaonya juu ya maasi walionayo, wakadiriki kumfanyia kila jeuri. Wasijue amebeba kusudi la Mungu. Wasijue Mungu anasema nao kupitia yeye. Leo Mungu anasema na ninyi kupitia watu wa kawaida. Leo Mungu anasema na ninyi kupitia watu mlio wadharau. Leo Mungu anasema na ninyi kupitia watu ambao hamjawaweka hata therusi kwenye mioyo yenu ili mpate matengenezo. Jinsi mnavyowadharau, jinsi mnavyowakejeli, jinsi mnavyowajeruhi, jinsi mnavyowaumiza, ndipo ile siku ya Mungu inapokaribia. Utakapoondolewa amani ulionayo, utaitafuta kwa kila gharama, hautaweza kuipata. Utaitafuta kwa kila namna, hautaweza kuipata. Amani unayoichezea leo, jeuri unayofanya leo, kiburi unachoonyesha leo mbele za Mungu, ipo siku utakitolea hesabu. Ipo siku utakitolea hesabu. Maana maandiko yanasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa. Kama ilivyokuwa siku za Rutu, ndivyo itakavyokuwa. Vile vile, nisikilize nikusomea andiko hili kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 26 mpaka ule wa 31. Nisikilize kwa makini mwanadamu. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alivyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Kama vile ambavyo unauza, unanunua. Unasafiri kila nchi unayotaka. Unaenda kila mahali unakotaka. Unafanya kila unalotaka. Unaishi vile unavyotaka. Lakini saa inakuja. Lakini saa imekwisha kufika. Lakini siku ya mwana wa Adamu imekuja. Nisikilize mwanadamu. Geuza njia zako, maana utajuta. Acha mabaya yako. Acha kuua wenzako. Acha kutapeli nafsi za watu. Acha kufanya jeuri. Maana siku imekuja mwanadamu. Yesu yuko malangoni. Kitabu cha Ufunuo anasema, mwenye kudhulumu na azidi sana kudhulumu. Mwenye kuua na azidi sana kuua. Mwenye kutapeli na azidi sana. Mwenye kuzini na azidi sana. Hata mchawi azidi sana. Maana Bwana wa ujira anakuja yu malangoni na ujira wake mikononi mwake, kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Kazana sana kuiba. Kazana sana kudhulumu. Kazana sana kuua. Kazana sana kufanya kila jeuri.
kazana sana kukejeli, kazana sana kufunga Wakristo, kazana sana kuangamiza, kazana sana kufunga makanisa, kazana sana kutapeli uzima wa watu ambao ukuweka wewe. Lakini Bwana wa malipo, Bwana wa malipo anakuja malangoni na ujira ameubeba mkononi mwake. Kufumba na kufumbua, utalia na kusaga meno. Kufumba na kufumbua, utalia na kusaga meno. Geuza njia zako. Sauti ya Mungu inalia kwa ajili yako Tanzania. Sauti ya Mungu inalia kwa ajili yako Tanzania. Biblia inasema jicho la Bwana litalia na kutokwa na machozi mengi, kwa kuwa kundi la Bwana limechukuliwa hali ya kufunga.